Amen, amina, amina, amina. Hi. Hi. Guys. Ninafurahi leo tunarudi tena baada ya muda mrefu wa kupumzika na kuwaza na kumwomba Mungu na kutafuta juhudi na maarifa. Turudi tena. Tumerudi na nguvu au? Na nguvu. Tumerudi tuna nguvu. Kwa hiyo yani tunamshukuru Mungu tumerudi. Tunaweza tukawa tuko sauti tunajaribu kuweka sawa, lakini we are truly hope kwamba itakwenda vizuri. Yes, mama wakusikie wapendwa, karibu 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 mama la mama, karibu. Mimi nimesubiri siku kwa muda mrefu. Nimesubiri siku kwa muda mrefu, lakini kwa kweli kila kitu kina wakati wake. Kwa kuvumilia na kusubiri, wakati wa Mungu ndio sasa. Kwa hiyo tunashukuru Mungu tumerudi tena. Anze kazi. Karibu, wakaribishe watu. Twende. Watazamaji wetu, karibuni katika Elwin's Talk Show. Nashukuruni kwa kutusubiria, kwa wale ambao mmetusubiria, wale ambao mliondoka, naombeni mrudi, tuendelee na kazi. Basi, this is Elwin's Talk Show. Karibuni sana. Asante. Tuna maswali na tutajaribu kuyajibu maswali kulingana na season ambayo tupo sasa hivi, kulingana na experience ambayo tuko nayo sasa hivi, kulingana na jinsi ambavyo Mungu atatusaidia, Holy Spirit atakavyotusaidia. Kuoneza kama labda 2 years ago, 3 years tulijibu swali fulani namna moja, tukalijibu kwa namna tofauti, kwa sababu maybe tumepata experience mpya au tumeelimika tofauti. Kwa hiyo kunaweza kuwa kuna hizo utofauti katika jinsi ambavyo watu tulivyojibu maswali miaka ile na tunavyojibu sasa hivi, na maybe hata hapo baadaye, kwa sababu na sisi pia ni watu, na sisi pia ni tuna evolve kama watu wengine. Tunakosea, tunapatia vitu, tunajifunza, tuna learn, tuna unlearn. Kwa hiyo yani mtupe tu ile grace, yani mwe tu na grace, yani mwe na grace period, yani mwe na grace pale ambapo tunakosea. Turekebisheni kwenye comments, au pale ambapo una mawazo mapya pia nayo ongezea kwenye comments, basi tuweze tukajengana namna hiyo, lakini hatuna right or wrong answer. Unaona, sisi tunafanya vitu tofauti na nyumba nyingine anafanya vitu. So I think kwangu mimi ni muhimu, yani kwa sisi ni muhimu kuliweka hilo sawa, kwamba tukajibu maswali tofauti, na kama unatufuatilia unajua kwamba tulifanya something last time, this tunafanya differently. Just put it on the comment section and then tutaangalia namna kuwekana sawa. Kuongezea hapo pia, majibu ambayo tulitoa kwenye maswali yaliyopita haitakuwa yana utofauti sana kwa sasa hivi, kwa sababu ninaamini mimi kwamba yale majibu yalisaidia watu wengi, na hata wale wapya ambao wataenda kuyatazama yatawasaidia pia na tutaendelea kuwasaidia. Kwa hiyo yatakayokuja majibu labda kwenye swali linalofanana na kule, majibu hayatakuwa badiliko la sana kwenye lile, kwamba tusema lile sio vile au hili ndivyo. Kama ulivyosema ni season, kwa hiyo season pia kama ulivyosema watu pia tunajiongea, si ndio? Human beings. Kwa hiyo tunaendelea kukua na knowledge na maarifa. Kwa hiyo ya nyakati fulani inaweza kawa iko hivi tukajibu hivi, haimaanishi kwamba kuna I think the bigger picture ni kwamba ni kusaidiana, yani
kusaidiana. That's the bigger picture. The end goal ni kusaidiana. Kwa kama sasa nisema kwamba usile ugali, afu nikakwambia kale ugali. Yani still the end goal is just for you to have life. Yeah. Okay. Good. Okay? Good. Yeah. It's just for you to have life. Good. Okay. Pia sitasahau kushukuru sana. Kuna watu wametamani kipindi pia kirudi na wametushauri na kutu encourage. Mmetu encourage turudishe kipindi. Mmetuombea, wengine mmetuombea sana. Kwa kweli, yani wote ambao mmetusemelea jambo la baraka tunawashukuru. Wote ambao mmetufikia na kututia moyo tunawashukuru sana. Kwa tumepata watu wengi sana wanatuambia jamani, bishops, pastors, ministers, yani wote tunawashukuru sana. Watu marafiki, unaona, yani watu pengine uko nje tu, watu kawaida, yani watu kawaida ni sawa, yani natofautisha tu ile bishops ministry ya hivyo, lakini watu in general kwa kweli mmetushauri na kutu encourage kwamba kipindi kirudi. Kwa hiyo tuombeeni basi, na cha msingi ndugu zangu ni kujaribu ku click that button, just subscribe. Najua ukiwa unaangalia tu support, just ku subscribe pale, share basi, weka hata kale ka like, ukiweza comment neno lolote. Unajua sasa hivi hata wamerahisisha, kuna emoji. Emoji inaweza ikasimama kama hata neno, katafsiri kama neno. Kwa hiyo tuwekee kaneno, utachukua dakika 2 ya kuweka kaneno ili tufikie mahali, tunatamani kikue kiasi kwamba hata tuwe tuna invite other people waje wa share taarifa experience za kwao, ndio. Ndio, tumshukuru Mungu basi. Shukuru basi. After tuingie kwenye maswali, Mungu atupe neema. Kiweza maswali 3. Right? Okay. Roho Mtakatifu, tunasema asante kwa nafasi unayotupatia. Basi tunakaribisha mahali hapa, tukiomba ukapate kwenda kututumia kama chombo chako cha kusikilizana na ndugu jamaa na marafiki zetu kupitia mtandao. Basi tunaomba ukapate kwenda kutusaidia kuelimisha na wao pia uweze kupata. Yesu tunaomba na kushukuru. Amen. Amina. Amen. Okay, sasa tunaanza kwa yani iweke pause. Sasa hebu tuanze. Nikupe usome swali. Awesome. Ngoja nisome. Kuna maswali hapa. Haya maswali tunaweza kusema ni maswali mazuri. Maswali mazuri. Kwa hiyo tunasema hivi. Swali linakuja hivi. Tafakari swali na wewe najua na majibu yako, lakini pia majibu yao waweke kwenye comment section. Ukiweza tusaidie, weka jibu lako unavyoona mtazamo wako kwenye comment section, itapendeza. Swali linakuja, kwa nini watu huingia kwenye ndoa, na je, sababu hizo bado zina nguvu baada ya miaka kadhaa ya ndoa? Okay, mama Mrs. Swai. Mrs. Swai, kwa nini watu huingia kwenye ndoa? Ina maana ukitoa jibu anaendelea anasema, je, sababu hizo za kuingia kwenye ndoa bado zina nguvu baada ya miaka kadhaa ya ndoa? Nadhani lina ndio na hapana. Kwa namna ya kwamba kuna vitu vingine ambavyo mtu alianza navyo umefanya nini, what's the word? Kwa nini watu ingie kwenye ndoa? Kuna sababu ambazo zilimfanya mtu aingie kwenye ndoa in the first place, hajaendelea navyo, na kuna vingine labda wanaendelea navyo. Kwa hiyo inategemea na individual. Mfano sababu zenyewe, mfano zinaweza zikawa. Sababu ziko nyingi.
Watu wanaingia kwenye ndoa kwa sababu tofauti tofauti za kifamilia, za kibinafsi, vitu kama umri, vya kifedha, uchumi. Watu wanaingia kwa ajili ya uchumi, watu wanaingia kwa ajili ya society pressure. Watu wanaingia kwenye ndoa kwa ajili vitu tofauti. Watu wana sababu tofauti tofauti. Wengine wanaingia tu kwa sababu mtu amechokana na familia ya kwake, labda anakaa na wazazi ambao wako nao hawamuonyeshi upendo na vitu kama hivyo, au ndugu au nini, au hawataki kusoma, au wengine tu wanataka kujaribu maisha tu tofauti. Kwa hiyo lakini sasa tukisema kwamba ndio bado zina nguvu, inategemea sasa pia nayo sababu zipi. Sababu kama mtu kwa mfano umeingia kwenye ndoa kwa sababu ulimuona kijana mzuri mwembamba mweusi, dark and tall and handsome, alafu akaja mkaingia kwenye ndoa and then something happens. Unajua, kama kwa mfano labda akaugua au akapata matatizo ya kiafya, akala sana akawa akana kitambi. Okay, sasa inakuwaje? Akinipi shida, what's wrong? Kwa hiyo inategemea. Kwa hiyo for me nadhani ni ndio na hapana. Okay. Baada ya miaka kadhaa ni ndio na hapana. Sababu hizo. Mimi nafikiri sina cha kuongeza hapo. Lakini kuna sababu ambazo inaweza ikawa ni hapana. Yaani baada ya miaka kadhaa zinaweza zikabadilika sana, ni zile ambazo wameingia kwa pressure fulani. Kwa sababu wanapoingia kwa pressure inaondoa ile ladha ya upendo kwenye ndoa. Kwa hiyo pressure inaweza ikawa kama umesema ni jamii au wazazi, kwa sababu wazazi wanaweza wakaleta pressure binafsi tu, ukawa na pressure fulani ukawa na pressure ni kwamba naenda jamani, nataka niolewe. Na hapo je, hiyo pressure haiwezi ikawa na kaupendo? Haitegemea kwamba hiyo pressure hiyo ya age, yani personal pressure haiwezi ikawa imesukuma pia na kaupendo, au inakuwa tu regardless naolewe tu, kwa sababu nimesimulia kwa sababu ya community. Inaweza ikawa haina kaupendo, au parental wanaweza wakakupush, inaweza ikawa pia haina upendo, isiwe na upendo, na hiyo personal inaweza ikawa pia haina upendo. Okay, sio lazima kwamba ina upendo. Okay, na sasa nadhani tukiongelea mambo ya upendo, nayo ina okay, ina two sides. So na pia kwa nini watu ingia kwenye ndoa? Mimi niseme kwa kirahisi, kwa nini watu ingia kwenye ndoa, kama jinsi swali lilikuwa la kwanza, naweza nasema ni mpango wa Mungu. Hiyo tu, mtu akijua kwamba ndoa ni mpango wa Mungu. Kwa nini watu wanaingia kwenye ndoa ni mpango wa Mungu? Kwa nini watu wanaingia kwenye ndoa? Watu wanaingia kwenye ndoa kwa sababu ni mpango wa Mungu watu wawe kwenye ndoa. Hiyo hiyo lazima iwe ni ground, yani ile iwe ni msingi. Unfortunately it's not for everybody. It's not for everybody ndoa, lakini ni mpango wa Mungu mtu aingie kwenye ndoa. In the first place yani Mungu aliheshimu ndoa, akamwona mwanadamu huyu Adamu hawezi kuwa peke yake, akamfanyia msaidizi, akatengeneza ndoa, akasema si vema mtu huyu awe peke yake, nitamsaidia. Na akasema mwanaume ataacha wazazi wake, baba na mama, ataambatana na mkewe. Kwa hiyo ni mpango wa Mungu mtu kuingia kwenye ndoa. Unaweza usiamini, yani unaweza ukaingia tu hata kama unasema simwamini Mungu, lakini ujue kuna nature ya Mungu, system ya Mungu inakuwepo pale. Unaingia kwenye system ya Mungu. Ni ndoa. Multiplication ya product ya ndoa
ni matokeo ya system pia ya Mungu, yani upendo, kwa sababu ndio ina connect, yani kama ile connection ya relationship. Watu wengine that aspect it doesn't even click, yani hata ndio tunawasaidia yani hamtu hawawezi kuelewa unless kama amwamini Mungu kabisa, lakini naamini asilimia kubwa watu watakuwa wana ile consciousness ya kumwamini. Na kwenye hili swali aliyeandika ya kwamba wani people wanaoa wanaingia kwenye ndoa, why? Ni ishara ya system ya Mungu, haikutokea from nowhere, ilitokana na Mungu mwenyewe. Ndoa ilitokana na Mungu mwenyewe, ndio maana hivyo. Sasa sababu zinaweza zikawepo hapo, sababu A, sababu B, sababu C, hivyo hivyo, nini ile inaitwa expectation hapa na pale, lakini the nature of the system, nini mwanzo wa hiyo ni Mungu. Sababu wanadamu wanaweza wakaziunga na kuziweka zikaleta sasa, nataka kile, nataka huyu, nataka yule, nataka huyu, sitaki huyu, sitaki huyu. Kwa kuna sababu hiyo, na matokeo ya sababu hayo yakawa sasa ndio yana yes or no, kawa ina labda iko vile, haiko vile kama ulivyojibu mwanzo. Kwa hiyo hebu tuambie wewe unaonaje? Unaona na nimesema hapo kusoma ile mwanzo inaonyesha jinsi ambavyo Mungu alivyotengeneza mwanzo wa watu wawili, mwanaume na mwanamke, kuwa katika mahusiano yale, ili kuonyesha kuna upendo ambao Mungu ameanzisha kwa wanadamu. Ndio nyongeza kimwili nayo nafikiria sasa hivi kwamba watu reactions za mwili jinsi ambavyo the mechanism of the body system ya mwili inavyokutuma na akili inavyokutuma inakuashiria, yani kama like nataka kutumia neno kama damu kuchemka like I don't know, like adolescence or things like that, when the body started changing, unafikiria kwamba ni solution hapa ni mimi kwenda kuolewa au mimi kwenda kuoa, kuingia kwenye, yani kwamba mechanisms ya mwili wako inakutuma kwenda huko, your brain inapokea jinsi ambavyo mwili wako unavyoreact, kwa unaenda sasa kwenye ile kile kitu, unaona in terms of science and stuff. Kwa hiyo nayo ndio maana labda tunakuwa na wazazi, tunakuwa na jamii na kusaidia, na kuambia no, subiria, inakwambia basi soma, unajua unapata sasa, inakufanya kwamba ili kutaka kutuliza, ndio kwa watu ni sababu tofauti tofauti. Kwa kuna wengine ambao wanasikiliza, kuna wengine ambao wasikilizi, wanaenda they just go with the flow. Okay, alright, nafikiri hapo umejibu swali. Nafikiri tumejibu discussion ya tumejibu. Okay, tumejibu kwa nini watu ingia kwenye ndoa, tumejibu. Na je, sababu hizo zinazoingiza kwenye ndoa bado zina nguvu baada ya miaka kadhaa ya wao kuwa kwenye ndoa? Jibu ni kwamba sababu watu wakiingia kwenye ndoa kufuatia system ambayo imewekwa ya kimungu, yani system ya kwamba mtu atamwacha babake na mamake na nini, wataunganika, watakuwa mwili mmoja hivyo. Inamaanisha kwamba does that mean sana waza sasa, does that mean kwamba inakupeleka a long way? Kwa sababu okay, yule ambaye anawaza kwamba mimi naingia kwenye ndoa sababu nimempenda mtu kwamba he's just tall, dark and handsome. Huyu mwingine anasema kwamba mimi naingia kwenye ndoa sababu Mungu anataka hiyo hivi. The outcome of it hapo baadaye miaka 10 years, 20 years. Ndio bado ukasema ni no and yes. Wewe umesemaje kwa upande wako? Sababu mimi nikakubali na hiyo no and yes, kwa sababu nao pia ni yes and no. Kwa sababu mtu anaweza akawa na hizo sababu ambazo zimemfanya akaingia, baada ya miaka michache ukatokea na vitu vingine, mabadiliko mengi, wakaamua watu, tumeona wanaingia kwenye divorce. Divorce zipo kibao. Unaona sababu nini? Changes zimetokea, expectations zimekufa, mabadiliko yametokea, argument zimeongezeka, labda hiki na kile. Kwa hiyo hivyo vyote vinasababisha hivyo vitu kutokea, na wengine unakuta wanaishia kuwa
kimoja zaidi. Oh yeah. Sana tu, wengine wanaishia kuachana, na baada ya muda wanaachana, wanarudi pamoja tena. Unaona, na wanarudi pamoja, wanashikana hivi kabisa tena na wanakomaa pamoja. Kwa hiyo kuna hizo ambazo zinaweza kutokea. Natumaini hapo imeenda sawa, lakini tukumbuke msingi wa ndoa. Hapo hapo kwenye hilo swali la pili likaja, je, jamii ina mchango gani katika mafanikio au kuvunjika kwa ndoa za siku hizi? Jamii ina mchango gani katika mafanikio? Ina mchango mkubwa sana katika kufanikisha ndoa. Ina mchango mkubwa sana katika kufanikisha na kutokufanikisha katika ndoa kwa namna tofauti tofauti. Kwa mfano kwa wale ambao wamezaliwa na wazazi ambao amebahatika kuona ndoa ya mama yake na baba yake, atakuwa kuna utofauti kidogo na yule ambaye amezaliwa kwenye familia ambayo ni just one parent household. Unaona, kwa sababu ni perception, anapata perception tofauti, malezi tofauti, anaelimika tofauti. Unaona, kwa sababu watu tunajifunza katika kuona, kusikia, kunusa, all the five senses, taste, ndio tunavyoelewa, si ndio? Kwa hiyo mtu ambaye amezaliwa kwenye ndoa familia ambayo ameona baba na mama wako pamoja na pia wamebehave a certain way, then yule mtoto atagravitate towards that, kwa atakuwa anaelekea hivyo. Not all of them, lakini nadhani percent kubwa. Na wale ambao wamezaliwa kwenye ndoa ambao ni single parenthood, basi nao watajikuta pia nao wanaenda hivyo. Not all of them of course, lakini nao itakuwa ni mimi nasema kuna msemo ambao unasema anaupendaga, ambao anasema kwamba tunda halianguki mbali sana na mti wake. Unaona, kwa hiyo it's just once ukisha recognize sasa, kama unapenda vitu fulani katika ndoa mama yako na babako, you wish na wewe uwe navyo, basi ni kuvifanyia kazi vile vitu, kuvitamkia vile vitu, lakini hautakuwa too far. And the same applies to upande huu wa yule ambaye umezaliwa from a single parent. Na kuna wale ambao kwamba wamezaliwa lakini hawana baba na hawana mama, kwa jamii imewalea, babu amewalea, ndugu aunti amewalea, shangazi, mjomba, wengine wamekuwa tu katika huku kama huku ni foster families, wamejikuta kwenye foster family. So sijui kama hapo nimejibu, but inategemea na kile ambacho umejibu. Okay. Na pia katika kuvunjika katika endelea. Na pia katika kufuatilia neno nalo linatusaidia kuweza kuwa katika mstari, jinsi ambavyo Mungu anavyotuambia when it comes to mambo ya marriage, na mategemeo ni nini na how to hold yourself accountable. Kwa hiyo kwa kupitia kanisa, the society, kupitia kanisa nayo pia inakupa njia ya wewe kujua kwamba ina ku-impact in terms of your marriage. Na mimi nachangia hapo kwenye Waebrania 13 mstari wa 4, anasema ndoa na iheshimiwe na watu wote. Akaweka kama pause, alafu akasema malazi yawe safi. Unaona, akasema pia kwa maana washerati na wazinzi Mungu atawahukumia adhabu. Kwa hiyo yote ninataka kuelezea jinsi ambavyo jamii imechangia katika mafanikio na kuvunja. Moja katika mafanikio kwenye mstari huu, iheshimiwe na watu wote. Katika kuifanikisha ni jamii ikikubali kuheshimu ndoa ya mtu, kuiheshimu ndoa ya mtu, jamii. Unaona,
kuiheshimu ndoa ya mtu. Kwa hiyo jamii ikiheshimu ndoa yako, jamii ikiheshimu ndoa zetu, na wao wakifikia kwenye eneo hilo la kuwa na ndoa nao wakaheshimiwa, ina maana imechangia mafanikio ya ndoa. Naona haya sasa, ikasema malazi yawe safi. Wanandoa ni part ya jamii, wasipojiheshimu jamii haita waheshimu. Ina maana kama imesema ndoa na iheshimiwe na watu wote, inalenga jamii kwa uzima, jamii yote. Alafu ikisema malazi yawe safi, imewalenga wanandoa. Ina maana mazingira ya wanandoa yakiwa masafi, jamii itasoma. Usafi wa malazi ni pamoja na usafi wa kukua kwao, behavior za kwao wenyewe kwa wenyewe, wanavyoishi, jamii inawaona. Ili kupata ile heshima na ndoa iheshimiwe, kupata ile heshima, wao wanatakiwa kielelezo kwenye jamii ili kugrab ile heshima. Respect inakuja wewe ukiwa unajirespect. Sasa wakitengeneza ile malazi yao yakiwa masafi, wao wenyewe wakiwa na wasafi katika utu. Unajua hilo, kuna usemi unasema mweni wasafi katika usemi, mwenendo, utu. Yote hiyo yakiwepo kwa wanandoa, basi inaleta pia mafanikio. Alafu ikasema uasherati, jamii inaweza ikaharibu wanandoa, kwa sababu jamii itaenda itafata mwanandoa, mwanandoa atafata jamii, utakuwa kuna umalaya, kuharibiana, umbea, unaona, vitakuwa vipo. Na hivyo uasherati na uzinzi ukishaanza kuingia, tayari inaanza kuharibu ile heshima, inaanza kuharibu ile utu, ule undani na ile respect ambayo mtu anatakiwa kupata kwenye ndoa. Kwa hiyo kwenye neno hili, alafu kuna sehemu nyingine anasema ndoa, anasema alichokiunganisha Mungu mwanadamu asikitenganishe. Unaona, alichokiunganisha Mungu mwanadamu asikitenganishe. Na maana kwamba alichokiunganisha Mungu ni hata kwa wanandoa, kwa sababu nao ni wanadamu, alichokiunganisha. Unaona, Marko 10:9, basi alichokiunganisha Mungu mwanadamu asikitenganishe. Inamaanisha nini hiyo? Wanajamii wakiheshimu ndoa hawataweza kuwatenganisha. Nyie mkijiheshimu, kwa sababu na nyie mmeunganishwa, kwa hiyo ina maana heshima ianze kwenu, kuunganishwa kuanze kwa wanandoa. Alichokiunganisha Mungu mwanadamu asikitenganishe. Nyie ni wanadamu kwanza, nyie wawili, kabla ya jamii, nyie wawili ni wanadamu. Msianze nyie kujitenganisha. Kwa mkianza tu kujitenganisha, wanadamu wajaingia ukuta. Kwa hiyo ndio inakava. Wewe ambao umeolewa, wewe ambao umeoa, jitahidi uwezavyo usiitenganishe ndoa yako. The moment unavyofikiri I'm going to answer this way, I'm going to behave this way kwenye ndoa yako, that is the place ambayo sasa unaanza kuondoa ile respect na unaanza kuwapa watu nguvu ya kuanza kuweka matofali, simenti, changa, kuweza kujenga ukuta baina yenu wawili. Kwa hiyo jamii ina mchango mkubwa katika mafanikio na pia ina mchango katika kuvunjika kwa ndoa. Na anasema kuvunjika kwa ndoa kwa siku hizi, it's not siku hizi tu, hata zamani. Ukiangalia kisa cha Esther, cha mfalme aliyemwoa Esther, kisa cha mfalme aliyemwoa Esther haikutokea tu kwa sababu fulani, nilitokea kwa sababu mke alikataa kumheshimu mume. Mume ana banquet na wakuu wa mkoa wamekuja, marais wenzake wamekuja pale, wanaanza kufanya ile sherehe. Ghafla mke anagoma kuja, mke anagoma kutokea. Ndio mfalme akakasirika, kama utokee basi inabidi ni change. Ndio akatangaza, ninataka sasa kuoa mke mwingine.
na inaonekana hiyo kitu ambacho kilikuwa kimekutokea over and over. Haiwezekani kwa mfalme ikawa imetokea tu pale, itakuwa imetokea over and over mpaka mfalme kisha kutangaza, na mfalme akaona kwamba nichukue mwanamke Faida, na Esther ndio akatokea kwenye ile historia ya Esther. Kwa hiyo pia inaonyesha jinsi ambavyo jamii inaweza jinsi ambavyo wanandoa wanaweza wakachangia kuvunja ndoa zao. Ndio, unanyongeza hapo? Sijui kama nimeongeza, lakini nawaza kwamba sasa hivi tuna social media ambapo inaenda kwenye jamii kwa sababu sio lazima kwamba vitu viwe vina yani iwe ni direct impact, yani inaweza kupitia social media na kuona watu ambao watofauti na jinsi wanafanya wanaendeleza ndoa zao inaweza ikakufanya wewe, ikakuimpact wewe either in a positive or negative way. Unaona, kwa hiyo social media nayo, kwa hiyo what I'm trying to say ni kwamba kujijua kama individual, who you are, what are your values, hivyo vitu ni vya muhimu, ndio? Hivyo vitu ni vya muhimu kwa sababu kama wewe hujafika mahali pa kuweza kujitambua wewe ni nani, nataka kusema kwa Kiswahili like values na morals na character na imani yako iko wapi na vitu gani ambavyo unavipendelea as wewe, sio katika hali ya ubinafsi, lakini as wewe, like who are you? Unaona, kama hauna hivyo then ni rahisi sana kuweza kupelekeshwa kama upepo. Unaona, yani ukawa swayed. Kwa sababu sasa hivi yani sio kwamba labda shangazi yako sana, labda kwamba upoke kwa shangazi au kwa mjomba au kwa baba au kwa mama, hivyo ndio vipo, lakini pia nao tusisahau kwamba tuna social media ambao ni kitu kama tu ni simu umekaa nayo kila wakati una flip. Unaona, unaangalia na bahati nzuri au mbaya ni kwamba social media kisha kuona kwamba una watch labda unapenda mambo ya ndoa, basi takuletea ndoa. Hata hivyo vitu vina ku-impact. Unaweza ukajikuta kwamba unasahau hata kile kitu unakisimamia wewe mwenyewe. Unaona, as a person. Kwa hiyo mimi nadhani kama kwa mtu ambaye anatusikiliza ambao bado ni kijana, ni muhimu sana kujua wewe ni nani, wewe unashikilia nini, wewe unapenda nini, kitu gani ni kizuri, yani kitu gani ambacho kina kuchukiza, kitu gani kinakupendeza. All those things ni muhimu sana kwa sasa hivi. Unaona, mbali na kuona baba yako na mama yako walifanyaje au ndugu zako wanafanyaje au kanisa linafanyaje au mafundisho gani ambayo umefundishwa, kuna hivyo vitu ambavyo vinatokana na social media influence. All right. Wataganga. Swali la 3 na la mwisho. Okay. Ni lipi jukumu la kiroho ama dini katika ndoa, na je, limewasaidiaje wanandoa kuvuka changamoto? No. Ni wewe. Jamani, ni wewe, hiyo sio la mimi. Mimi nasoma alafu unaanza kushusha. Ni lipi jukumu la kiroho au dini katika ndoa? Unajua mimi kila wakati ninamwaza yule Winnie ambaye
ambaye labda alikuwa hamjui Yesu at that time, unaona alikuwa hajui mambo ya kiroho. Hii swali kama hili, ni lipi jukumu la kiroho katika ndoa, na je, limemsaidiaje kuvuka changamoto? Limewasaidiaje? Limewasaidia waje wanandoa kuvuka hizo changamoto? Sijui kama nitakuwa ninajibu directly au indirectly. Tutasemezana kwenye comment section, lakini mimi huwaga ninajikumbushaga kwamba kuna Mungu yupo, kicheke tu katika mazingira tu ya kawaida, jinsi ambavyo tu dunia ilivyo, formation of the world itself, afu nikaangalia wanyama, afu nikajiangalia tu mimi mwenyewe, afu nikaangalia tu system yangu tu mimi mwenyewe ya kimwili, zinavyoanza, zinavyotembea, definitely najua kwamba hapo kuna Mungu. Okay, kwa hiyo ni having that au kumwongesha yule ambaye hana imani au anajitafuta au anatafuta kujua where they stand when it comes to mambo ya kiroho. I think that is a good starting point, au starting point ambayo mimi ilinisaidia. Kwa hiyo finding peace katika ndoa, that is so important, na ni kitu ambacho kimenisaidia mimi personally kuvuka changamoto ambazo tumekuwa nazo. Peace, inner peace, the true peace, so ile peace ya kusema kwamba tu mimi nina peace, no, lakini the true peace, hiyo imenisaidia mno, kwa sababu changamoto zitakuwepo, utakuwa frustrated, utakuwa na uoga, fear ita creep in. Unaona, sasa tunaishi kwenye dunia, na mkuu wa hii dunia ni nani? Unaona, kwa hiyo kuna lot of confusion, alafu hakuna formula kwenye ndoa. Hakuna formula kusema kwamba from January to January ndoa yangu itakuwa hivi na hivi, maana itafanya hivi na hivi na hivi, kwamba hivyo. There's always ups and downs. Unataka atamka juu, atamka chini, utajisikia watoto, like there's always something. Kwa for me, internal peace, the true peace of God, ndio ambaye imenisaidia before kuingia kwenye ndoa, imenisaidia katika ndoa, na inanisaidia kuendelea safari ambazo ziko mbele, sababu I don't know what's going to happen tomorrow. I don't know what's going on. So by having the peace of God, and also by having faith, kwamba I'll manage this thing, I can do it, imekuwa ni kitu cha muhimu sana kwangu, na kimeweza kimenifikisha hapa hapa ambapo nilipo, unaona. Alafu mtu ukiwa na peace ya internal, the internal peace, watu wengi wanatumia, unaweza kutumia neno kama vile conviction. Conviction kwa Kiswahili ni conviction. Unajua kwamba what is good and what is bad, what is true, what is good, what is bad, Kwa hiyo utajua kabisa hili jambo hapa ni sahihi, hili jambo hapa nitapita nalo, hili jambo hapa siwezi kupita nalo. You will know. Conviction ya kushuhudiwa, unaona. Wengine wanatumia neno kama like the aha moment, wengine wanatumia I don't know instinct, wengine wanatumia nini, unaona. So hiyo vitu ni vitu ambavyo ni vya muhimu, and it all boils down to you as a person, inakuja kwako. What you have to say.
Kwa hiyo mimi imani, faith, peace, those two things I stand on them. Okay, ni kweli. Yeah, mimi ninakubali na uliosema kuongezea ni jukumu la kiroho kwenye ndoa. Sasa jukumu la kiroho kwenye ndoa ni jukumu la, kama ulivyosema, umeongelea kwenye terms ya mtu binafsi kuwa na mtu kujiconvict, kupata kujisikia hatia, kujisikia kujishuhudia, kwa hiyo kuna hiyo. Alafu kiroho lazima kianze wewe mwenyewe. Naona huyu mtu amefikia labda kuona kwamba nimeokoka, sasa jukumu la kiroho katika ndoa, jukumu la kiroho katika ndoa nyenyewe kujihesabia nafasi mbele za Mungu, kujihesabia haukuingia kwenye hiyo ndoa kwa bahati mbaya, kujihesabia kwamba Mungu amekupenda, umehesabiwa haki mbele za Mungu, kupata hiyo nafasi, kunyenyekea katika mkono wa Mungu, hata kama maybe you are going through some issues, you are going through some difficulties. Ni wewe mwenyewe kusimama kiroho. Kiroho hapo ni kusimama na Mungu, na kwa Mungu sio kusimama just kwa sababu labda mimi ni church goer. Maybe that is enough. You have to be connected na Mungu. Kuwa connected na Mungu ndio yani kuwa convicted by the Spirit of God that wewe you belong to God, na hiyo inakusaidia your helper. Yeah, inakusaidia pia usijione kwamba umekimbilia kanisani because of some problems ambazo watu wanazo nowadays au before, ambazo zimewafanya watu wanakimbilia kanisani because of problems nini na nini na nini. Unakuta amebeba mfukoni, umebeba vitu vingi. Mwingine unakuta kabisa ni kiroho, anaenda kanisani, lakini unakuta mfukoni amebeba irizi, amebeba mafuta, amebeba chumvi, amebeba sijui nini, amebeba keki, yote hivyo ili eti kumprotect. Akifika nyumbani unakuta kaezeka nyumba na vitu vingi mpaka nyumba inashindwa kuhema. Unaona, kila mchungaji anaingia kwenye hiyo nyumba, yani nyumba mpaka yeye matofali yangeamua kuongea. Please jaribu ku stay in one direction, usikimbie lines au kwenye lane ambayo sio ya kwako. Stay kwenye lane ya kwako ili Mungu akakutokezee kwako. Hii kukimbia kuna kusababisha unakuwa more into tapping stuff, tapping the blessings instead of wewe kufika mahali embrace the blessing. Kwa hiyo kiroho ni kitu cha muhimu sana katika maisha ya ndoa, kwa wanawake, kwa wanaume, maisha ya ndoa. Roho Mtakatifu anafundisha watu, sababu hiyo ni kiroho. Sasa tukija tukiweka kwa sababu hili swali lina slash dini, tukiweka dini tunakuletea sasa. Mimi husema kwamba ni lipi jukumu la kiroho, kama nilivyoeleza. Usema ni lipi jukumu la dini, nitakwambia kama uko kwenye dini fulani, umeamua sasa kuwa dini fulani. Sasa jukumu la dini kiroho ni wewe kufuata terms and procedures, terms and conditions na protocols za hiyo dini. Hiyo ndio ambapo watu wana mix, kwa sababu tu your name is a Christian then you're done. You're not done. You're not even there yet. Unaona, unaweza kuwa Mkristo lakini wewe you're not. Kwa hiyo dini ni kama ni jumba la wanadamu. Kiroho ni a system of God. Dini, religion, is the house or the system of man, which
I cannot say kwamba usiwe na makao fulani, usiwe na usijiposition sehemu fulani. No, I'm not saying that, but I'm telling you to be very careful where and how you handle religion kwenye ndoa yako. Naona religion itakwambia mume wako anachapwa viboko, mke huko pale anachapwa, au mke anafanyiwa vitu vya ajabu na wewe mume huko. Kwa hiyo hizo ni dini na sio Mungu, sio kiroho. No. Kwa hiyo jukumu la kidini, kama unaamua kuwa kwenye dini, basi ujue kwamba umejiingiza kwenye kisima cha kutakiwa kufata protocol, kwa sababu dini inatengeneza wale ministers wawe na mamlaka juu yako. Pastors, they will have authority over you, lakini kiroho na Yesu, mchungaji hana mamlaka na mshirika. Amewekwa kama kiongozi wa kusaidia mshirika, lakini hana mamlaka mshirika. Mungu Yesu ndio ana mamlaka na mshirika, na hiyo ni kiroho. Lakini tukija kwenye dini, something else. Okay, natumaini hapo. Hiyo ni katika ndoa. Ukasema, na je, linamsaidiaje mwanandoa kuvuka changamoto? Ukiwa kiroho na Yesu, changamoto utazivuka tu, kwa sababu Biblia inakwambia hakuna tatizo ambalo linakuja kwako usivyo na uwezo wa overcome. Unaona? Kwa hiyo imani yako, yani level ya issue inakuja kulingana na imani yako. Unaona? So na inapokuja, God will open a way for you to overcome it. Yani hata kama unaona now you are in a tunnel, but remember at the end of the tunnel kuna a really good light. Unaona? And even though you are still going through the tunnel, lazima kuna light ndani ya tunnel, lazima kuna protection ambayo Mungu anaweka kwenye tunnel, kwa sababu upo kiroho na Mungu. Lakini sasa nikijibu kwenye part 2 ya je, dini, kimasuala ya dini katika ndoa inamsaidiaje mtu kuvuka changamoto, then ni changamoto hapo inaweza ikakusaidia na inaweza isikusaidia kuvuka changamoto. Utasaidia kuvuka changamoto labda kwa kwanza kuimba yes papa papa papa, yes 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 papa, na kunusanusa na kuramba miguu ya kina papa papa papa. Yani hapo labda ndio utajikuta unaelekezewa changamoto ili uvuke changamoto. Utaambiwa ulete uende wakope sijui manini na nini ili uvuke changamoto, upate changamoto. Kwa hiyo is not a direct answer kwamba dini itakuwezesha wewe kuvuka changamoto. It's a fair game. Ni kama kucheza any game, kuna kuluzi na kuwini, kwa sababu hiyo ni dini. Lakini kwa Yesu hakuna kuluzi na kuwini, hakuna. Kwa Yesu it's 100% done. So mimi hapo ndo nimependa kuweka. Alafu nilikuwa nimechukua kavesi hapa cha kuongezea hapo kwamba kwa kumalizia, hii vesi yangu ilikuwa wapi? Hii vesi yangu inasema Timotheo wa pili 4:2. Inasema kwamba Timotheo wa pili 3:16, yani 3:16. That's what I was looking. Kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kwa kuonya watu makosa yao na kwa kuwaongoza na kwa kuwabadilisha katika, yani hii iko poa, iko nzuri sana, haki, katika haki, ili mtu wa Mungu awe kamili, amekamilishwa, apate kutenda kila tendo jema.
ikoje? Are you sure? Kabisa. Conclude basi. 3 seconds. Yeah, ni kwamba wewe pia una nafasi ya kumjua Mungu, kumtafuta Mungu, kuzana na Mungu. Wewe pia una nafasi. Jambo lolote ambalo unapitia katika changamoto au swali au anything, piga magoti, muulize Mungu, atakupa majibu, kwa sababu na wewe naye una nafasi hiyo, kabisa. Kwa hiyo ya Mungu atusaidie sote. Comments down below, let us know changizo lako. Yeah, and we shall see you on our next video. Bye bye. Bye.